Our esteemed viewers, welcome back. This is Tandao TV Kenya, and we are here on the Let Out Show as usual every Friday. We come to you at 2 p.m. as from 2 p.m. we cover sports events, trending news, and other sports events, everything that is popping in Kenya. All comedies, content creators are here, and today we are here hosting one of the biggest production team here in Western Kenya. Asante sana kwa kuendelea kutazama nasi mtazamaji wetu. Hii ni Tandao TV Kenya. Tunakuja moja kwa moja hapa siku ya leo in the Let Out Show kuanzia saa 8, na siku ya leo tumebarikiwa kupatana na wageni wetu kutoka JB Production. Asante sana unapoendelea kututazama. Tutazame kabisa katika mitandao yetu ya kijamii pale YouTube, tupate at Tandao TV Kenya, Facebook at Tandao TV Kenya, all our social media platforms at Tandao TV Kenya. Usisahau kuingia katika pia pale TikTok, tupate at Tandao TV Kenya. Now, siku ya leo tumebarikiwa kukutana na wageni wetu ambao wanafanya kazi ya safi sana, kazi ya film production pale. Tumeona kazi yao katika mitandao ya kijamii, tumeona kazi yao kote wanaendelea kufanya kazi yao ya filamu vizuri sana. Nachukua nafasi hii tu niweze kuwakaribisha, watuambie majina zao au ni akina nani, wanatoka wapi na wanatuandalia nini hapa siku ya leo. Asante sana, karibuni sana wageni wetu. Tunashukuru sana. Mko salama? Salama. Okay, mimi naitwa Shem Lunalo. Basi tuanze tu hapo, unajiintroduce kidogo tukiendelea. Asanteni sana. Mimi naitwa Jayden Bella. Yes. Yaani kwa ufupi wananiita JB. JB kutokea team JB Film Production. Yes. Mwanzilishi wa JB Film Production. Asante sana. Na wewe dada yangu? Asante sana. Kwa majina naitwa Irene Cherop. Irene Cherop. Irene Cherop ni nani? Mimi ni actor wa JB. Yeah. Mimi kibinafsi kwa majina najulikana kama vile Blewa Official. Blewa jina la kisanii. Mimi ni mwigizaji wa filamu za lugha ya Kiswahili. Asante sana, sisi wanatandao tumefurahia sana kwa nyinyi hapa siku leo katika chumba chetu hili. This production. Mimi nilikusukuma hadi pale. Naam. Kila wakati mtoto akitaka kutambaa, lazima afikirie kusimama kwanza. Na anapoamka kusimama ndipo sasa ataamua arusha hatua ya kutambaa. Na mimi kabla sijaanza hii kipindi ya JB Film Production, niliona kabisa watu wanaingiza hela. Na nilijua kweli ni timu yangu ya mkononi. Nikaona nianzishe kipindi. Kwa nini nisianzishe kipindi mimi kama mwenyewe? Ndio. Na hapo ndipo nilikaa chini nikafikiria naweza anza hizi tu vitu kidogo kama tu comedy namna hii. Mpaka nikafikia hatua hata sasa nikaona naweza kuimba sasa. Ulikuwa mwimbaji? Mimi ni mwimbaji, sio kama nilikuwa. Mimi ni mwimbaji. Msanii pia. Mimi ni msanii. Jamaa yuaimba. Nikapiga nyimbo mbili hapo, nikaona sasa wimbo nayo ni kama inahitaji pesa sana. Inahitaji hela, hiyo nayo inahitaji kuwekeza. Nikaona afadhali nitulie na kikundi kwanza. Nikakusanya kikundi moja kwa moja, japokuwa kikundi kilianguka, kilikuwa na watu wengi sana. Na hivi ndivyo unaona tumebaki wachache. Ndio. Asante sana. Ndugu yangu, na wewe before ufike kwa JD hapa. Kabla mimi kuingia kwenye JB Production, mimi nilianza tu maneno yani hata sijui ilikuwaje, yani kikweli mimi nasema namshukuru sana Mungu. Ni kama kipaji tu nilizaliwa nacho. Hata mimi mwenyewe sikuamini. Kwa sababu kipindi namaliza shule, nilipomaliza shule kuja huko nyumbani, sikuwa na kazi kabisa ya kufanya, sikuwa na chochote. Mimi kibinafsi nilisomea kule shule moja inaitwa Namwela. Namwela Boys. So baada ya kumaliza chuo, nikakaa nyumbani, maneno ya kuchunga ng'ombe mimi nikasema hapana. Mimi siwezi kuchunga ng'ombe sijui nini. Sasa nikasema yani kuna kitu kilikuwa kinanisukuma tu, kwa sababu kuna pia filamu nilikuwa nafuatilia mwanzo. Zikanipa motisha, yani mimi nikajikuta tu mimi napenda tu kuigiza, yani japokuwa sikuwa na kitu chochote cha kuanzia. So nilikuwa naomba, kuna rafiki yangu mmoja, mimi nilikuwa namuomba simu.
Nilipokuwa namwomba simu, akinipa simu na shoot kidogo, najirekodi tu, hata sikuwa na post. Alafu nikifika jioni tunawatch, pia tunafurahi. Jamaa akaona niko sawa. So ikafikia stand pia nikakuja nikapata simu, nikatumia simu kidogo, nikaingia TikTok. So ndo hapo ndo nikaanza kupost kwenye account yangu ya Bulewa Official. Kupost video ya kwanza nikaona kama watu wanaifurahia. Ati account yako iko inaitwaje? Bulewa Official. Before uingia kwa JB. Before niingie kwa JB Production. Nilikuwa tuna account yangu kibinafsi. Nikaona kama watu wameipenda sana kazi yangu. Baada ya kuona watu wameipenda kazi yangu, ikanipa motisha. Unajua hata wewe tuseme kakaangu ukifungua sasa hii biashara, alafu uone wateja, inakuwa mbaya. Lakini ukifungua alafu unaona kama unakuwa na wateja, itakupea sana moyo. Mtu yeyote tu atapata moyo, atasema ni vizuri, acha nikaweze kuendelea na hii biashara. Sasa mimi kwenye sana yangu nikaona vile watu wameipenda, mimi ngoja niendelee tu, kama nikipata mtu wa kunishikilia kidogo ndio nitakuwa sawa. Asante sana. Dada yangu, wewe na wewe before upatane na JB mwenyewe, ulikuwa hasa wafanya kazi gani ndio kaona kwamba unaweza fanya filamu? Mi before nikutana na JB, nilikuanga mkulima. Nilikuanga na shughuli yani hapa na pale. Lakini kuna rafiki yangu mmoja alitokea na akakuja akaniambia, wewe unaweza jaribu kuact, na nikamwambia yeye ilikuwa ndoto yangu nikiwa mdogo. Kwanza ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi hapo? Ulikuwa wapi? Kwangu hapa Chwele. Nikamwambia kuna nafasi, akaniambia kuja twende ujaribu. Juu kuna nafasi. Na nikamwambia hapana, hiyo ni kitu nilikuwa natamani kwa maisha yangu. Nikamwambia twende. Na yeye siku yenye alinijukua nikafika. Kaongea na director wangu, akanielimisha, akaniambia utaenda hivi. Akaniambia mmekubaliana na mwenzako? Nikamwambia nimekubaliana, hii kazi ni nzuri. Tutachapa kazi. Yeye pia akaona kazi yako ni safi. Wakati nilijaribu akaniambia kuna mali nilikosea, na akafika mahali nasema hii ni ujinga, inafaa nirefuke. Na nilianza kuchapa kazi yangu, akaniambia kazi ni sawa, endelea kuchapa kazi. Na ni hivyo ndiye nilifurahia kazi yangu ya kuact pia. Asante sana. JB, umesema mlikuwa wengi sana na mafans wenu, na mkiendelea kujipa motisha ama moyo, mkisema kwamba naweza sema kwamba ile filamu tuliamua tuichezee kwa channel nyingine. Gani? Sio ile. Tulichezea kwa channel ya ndugu yangu hapa anaitwa Bulewa. Filamu inaitwa Tabasamu la Siri. Na nyingine inaitwa Destiny. Na hiyo nilitaka tu kuonyesha kwamba JB Film Production sio peke yake ambayo wewe ukija utategemea hapo. Kuna kiwango ambapo wewe utafikia pia na wewe yani tukupatie kile kitu ambacho unahitaji. Kile kitu ambacho wewe ulikuja kwa ajili hiyo utahitaji, ambacho wewe ulihitaji tutakupatia. Alafu kwa kipindi kingine ukiangalia zile filamu kulingana venye tulichapa, huyu dada yetu huyu hatujamfungulia channel. Na yeye bado pia ndio. Lakini yeye pia tuna mpango wake. Na kama sio channel lazima tu kuna matunda ambayo atayavuna. Ndio maana sasa baada ya hizo filamu 3 ndio bado tunajipanga tuangalie ni gani nyingine tunaweza piga, kwa sababu kila kitu kinaenda na mpango. Ndio. So ulisema uko na channel yako na ndugu yangu pia wa channel yake. Hizo ndio channel ambazo mnatumia kuweka kazi zenu. Hizo sasa. Mkiweka hapo zinakubaliwa kabisa. Zinakubaliwa. So nyinyi mnatoka wapi kwanza? Sijauliza mnatoka wapi. JB unatoka wapi? Unazaliwa wapi? Unatoka wapi? Mimi kuzaliwa kwangu nimezaliwa Trans Nzoia. Kwa natembea. Ukafikaje Bungoma Chwele? Nilizaliwa Trans Nzoia na sio nyumbani kwa natembea. Mimi nimezaliwa nchini kwa Museveni. Uganda. Yoweri Kaguta Museveni. Pale Kapnandi mpakani Kenya na Uganda. Lakini sasa mimi nimezaliwa pande ya Uganda. Na mimi kufika hapa nilifika kikazi. Nilikuja kutafuta kazi. Lakini kwa ile harakati ya kutafuta kazi ndio maisha yakashika basi. Ulikuja kutafuta kazi Bungoma? Ndio. Sema hata uko na ndoto ya kwamba siku moja utakuja kwao. Si kuwa na hiyo ndoto hata siku moja.
Sikuwa naye. Ndoto yako ilikuwa ipi kwa mtoto? Ndoto yangu ilikuwa ni kuwa mekanika. Engineer tena mkubwa. Na ndiyo mimi ni engineer, lakini niliona uwezi kuwa na shamba mbili kisha shamba zote upande mahindi. Lazima upande vitu tofauti tofauti. In case mahindi ikufe, huku maharagwe inafanya. Ndiyo maana nilijaribu sasa nikuwe pia content creator upande mwingine na huku nifanye, kwa hivyo nifanye kazi mara pili. Ndiyo. Yes. Kwanza kabisa mimi nimezaliwa Msese pale maeneo ya Kabuchai. But nilivyokuwa mkubwa kidogo nikaingia Chwele. Sasa hapo ndo yani kwenye mahame kuingia kwenye kutafuta riziki. Sema kijana mimi ndakula nini bana? Unajua kitambo ndo ilikuwa wazazi wa kitambo walikuwa wanakaa kwao mpaka hata mtu anafika miaka 40. Lakini siku hizi kijana ukishafika miaka 20 unatakiwa kutafuta maisha. Sasa ndo nilikaa hapo Chwele nikakaa, ndo tukakutana na huyu ndugu yangu Mr. JB. Unajua mimi hata sikuwa najua kama yeye ni muigizaji. Mimi nilikuwa nakaa kama hapa. Alafu yeye alikuwa anakaa mbali sana. Alikuwa anakaa kama tuseme tu mahali ambapo unaweza kumuona kwenye kazi yake. Sasa mimi nikakuwa nikikaa kila jioni na waona wakitoka. Alafu baada ya muda wanarudi. Jioni wanatoka. Sasa nikataka kujua hao watu huanga wanaenda wapi mara kwa mara. Ndio nikaenda pale nikasimamisha, alikuwa na kijana mmoja, nikamuuliza, "Nyinyi jioni huwa nawaona mnaenda kidogo kidogo, naona mnarudi, mnaendanga wapi?" Akaniambia, "Sisi tunaenda kucheza zile makomedi tu za kawaida." Ukasema pia wewe. Nikasema mimi pia nakuanga na natakanga bana nipate kwa fursa, nipate watu ambao wanajua kuigiza. Niweze kufanya nao kazi. Akasema sasa kama unajua kuja kesho. Kuja kesho tuende. Ukaenda? Kesho sasa venye ilifika jioni. On time nilikuwa naangalia muda. Ilipofika nikasema tuende bana, mimi pia nikajaribu. Kuenda siku ya kwanza sikupewa sana nafasi kwa sababu ya mgeni. Yaani ukiwa mgeni mahali kama kuku mgeni hakosi kamba mguuni. Sasa mimi nilikuwa kidogo nitulie. Ningoje nipewe mwelekeo. Sasa siku ya pili ndo wakanikaribisha kwenye shoot. Wakaona pia yako ni mkali. Ndo hivyo tu wakanichukua na tukajuana. Asante. Utaweza kushare hiyo na huyo. Sasa ndo dada yangu hapo mpe. Wewe nawe mzaliwa wapi? Umetoka wapi ndio kukutana na JB Production? Asante. Mimi ni mzaliwa wa Mount Elgon. Mount Elgon. Yeah. Nimezaliwa huko. Wapi hapo exactly? Saidia mpakani, lakini kwa familia ni Kamruani. Yeah. Huko ndio ulitokea, kisha huko ukafikaje Bungoma? Nikaanguka Bungoma kaunti huko. Ulianguka namna gani Bungoma? Niliolewa. Yeah. Katika hizo harakati kumbe uko na kipaji pia. Yeah. Ukaona ukaweze kukuza kipaji chako. Sana. Asante sana. Haya, tunajua katika hii filamu hii kuact kuna changamoto ambazo mnapitia. Hazikosi. Kabisa, si ndio? So far, kwanza before nifike hapo, umepiga video ngapi kwanza? Ninyi kama filamu yenu imepiga video ngapi ambazo mmeweka kwenye account zenu za social media? Tumepiga video nyingi sana. Zinafika karibu 100. Karibu 100? Karibu 100. Sababu tumepiga, kabla nipige Mateso kuna zile comedies na movies zingine za kule nyuma kama kina dada yangu. Lakini nikianza tu sasa kuhesabu series, tuko na Kifo Changu season 1 iko na episode 12. Season 2 iko na episode 14. Tukaja Mateso iko na 28 episodes. Tukaja Adhabu iko na episode 2. Tukaja Siku Mbili iko na episode 8. Tukaja gani nyingine? Shemeji Yangu ipo na episode ngapi? 20 na kitu. 20 na kitu. Sasa mmepiga video mingi sana. Tumezipiga video nyingi sana. Sio mchezo. Kazi safi sana. Sasa kwa hizi video zenu, najua kuna changamoto kwa hii safari yenu. Kwanza hii mwaka gani mlianza? Ulianzisha hii nini yako mwaka gani? Mwaka gani? Mimi mwenyewe kuanzisha hii project nilianza mwaka 2020. 2020. Ilikuwa mwezi wa, I think ni mwezi wa 9.
Hapana, mwezi wa 8. 2020 mwezi wa 8. Sababu wimbo wa kwanza nilitoa mwezi wa 8 tarehe 20. Hiyo mapenzi ya kweli. Nilipotoa hiyo sasa ndio nikaingia kwa comedy vizuri kwa sababu sina pesa ya kuwekeza kwenye muziki. Sasa inabidi nipige comedy kwa sababu comedy hailipi. Lakini unaweza piga tu wakati wowote tu. Unaweza piga wakati wowote kwa sababu haihitaji pesa yoyote. So wakati ule ulikuwa unatumia simu ama ulikuwa na kamera? Nilikuwa natumia simu Samsung A02. Tena ilikuwa ya mkopa hiyo. Ndio, ilikuwa ya mkopa hiyo. Alafu sikuwa na mtu wa kunishikia, kwa hivyo nilikuwa nachonga mti una branch na maana hii. Naweka simu hapa katikati nafunga na miti alafu na iface na front camera. Sasa hiyo ndio content ambayo naipiga. So uko unachukua simu yako unaweka hapo unapiga video zako? Najipigia tu outstanding comedy yangu tu mimi mwenyewe kujielezea speech kidogo kidogo basi. Na hivyo ndivyo ilianza kwenda mdogo mdogo tu na kwenda pole pole. Asa how many years down the line? 6 years. Au na ulikutana nao mwaka gani? Niyo 2020 bado? Huyu nadhani nilikutana naye 2023. 2023. Hata dada yangu pia. Huyu dada yangu nimekutana naye 2025. Ndio. Hapo ndio mkasema tuendelee na kazi. Ndio nikasema sasa hakuna kazi kusimama. Wacha tuende na kazi. Sawa. Ndio. Tuanze na wewe. Changamoto gani ambazo katika hii production? Najua changamoto ni mingi sana kibao kabisa. Kwenye sana nipe changamoto ambazo mnapitia nyinyi kama waigizaji na nini ambayo mnaona inafaa itekelezwe katika hii safari yenu. Changamoto ya kwanza ni financial support. Yani hiyo ndo yani kama sekta imelemaa ni kwenye ni pesa. Kwa sababu hakuna mradi wote, hakuna hata kikundi chochote, hata kiwe cha kina mama, kiwe cha kanisa, hakuna kikundi ambacho kitainuka bila pesa kabisa. Hivyo sisi kwenye sanaa yani si unajua YouTube ndiye inalipa. Hizi mitandao Facebook inalipa nini, advert. But sasa pia inaendana na kiwango cha views ama yani tuseme views ambazo unapata. Sasa kikubwa hapo ni yani pesa zipo chini sana kwa sababu utakuta mnashuti, mnakaa karibu mwaka, nusu mwaka ndio uoneko hela ambayo inakuja yani hela ambayo inakuja ni kidogo sana. Yani mnaweza kaa tuseme mwaka mmoja. Kwa hiyo mwaka sasa hii ni tuseme 2026 mmekaa mpaka Disemba. Ndio unapata kidogo tu angalau 10,000 ama 11,000. Sasa unakuta hapa hata kuwa na kikundi watu wa kujenge kila siku wanarudi nyumbani, wanakuja wanarudi, hamna chochote wanachokipata, wanasema hapana. Sasa hapo inakuwa ngumu kwa sababu kwenye usafiri pia inakuwa changamoto. Mkisema tunataka scene moja tupigie Bungoma, nyingine tuende tukashoot Eldoret, ama nyingine tuende Kimilili, kuna hapo restaurant mzuri, ama Mazingira Gardens iko sawa. So unaona kwenye usafiri hapo itakuwa ni changamoto. Alafu pia nyinyi watu sometimes mafans wanatulaumu. Wanasema eti kwamba hamproduce vitu vizuri, hamproduce high quality, hamproduce sijui kwenye mazingira yani hayakai vizuri. Unajua sasa hapo kwenye changamoto zipo kwa sababu inatakana nyumba uende ukapangisha nyumba. Yani uende kama rent apartment ya kushuti kitu mzuri, kitu legit yenye watu wataview. Lakini sasa unaona hapo kwenye kurent apartment ukienda mtu anakuambia shilingi 5,000. Sasa ndio mshutia hapo kwa sababu mtu hawezi waruhusu mje kwenye mjengo wake mpige picha na hakuna chochote. Sasa hapo unaona kwenye kifedha inawakatisha sana kushuti vitu high quality. Unakuta sasa kijana kama mimi na kipaji, mimi naweza fanya comedy na naweza kupiga pia series. Yani zote naweza kufanya Kiswahili ama in English. But you found that financial inaleta shida. Alafu pia yani changamoto kubwa niseme tu ni financial. Dadangu, changamoto gani ambayo umeweza kupitia katika hii safari ya uigizaji na filamu? Ni changamoto mingi sana. Akuchalika mimi niko na ndoa na mwanaume. Kuna wakati utamwambia mimi natoka. Utakuuliza unaenda wapi? Kufanya nini? Kufanya nini? Kazi ni ya ujinga, ni ya watoto. Sasa mimi nilikuwa nang'ang'ana, naambia huyu JP. Mimi huku tumegombana. Kwa ndoa shida inaleta shida. La itabidi mimi ning'ang'ane tu, hata akiniambia nikae natoka. Sasa zingine naweza kosa fare. Nimwambie si unisaidiana, niambia
Yeye kwani kitu yenye haiwezi kawalipa. Tunaelewa tu Waluya. Kama bado tupe pesa. Tunajaribu kitu ya kung'ang'ana tu. Ati hapana. Yeye ni ujinga, achana na kitu yenye haiwezi kukulipa. Tuko na changamoto, unaweza patana na mwenzako tu, wewe mwanamke tu. Mbona umejiingiza kwa vitu yenye haina maana? Ama unaweza tuambie leo sisi zingine tunatembea tukitafuta mzito. Na inafaa ung'ang'ane utembee, unaona? Lakini tunaomba tu support, kuna changamoto. Tunakuanga na changamoto sana. Sawa. Dakika moja tu. Mtazamaji wetu, kama unaendelea kututazama, tuko kwenye Let Out Show. Hapa ni Tandao TV Kenya. We are here every Friday. We do cover news about trending events. This Let Out Show tuko hapa kila siku ya Jumamosi, ya Ijumaa kutokea saa 8 kamili. Tunawaletea mambo mazuri, mambo ambayo yanaendelea hapa nchini Kenya. Mambo ya sporti yote tunaleta hapa, mambo ya wasanii, mambo ya uigizaji. Mambo yote tunayaleta hapa katika The Let Out Show. Tukikumbusha tu kipindi hichi huanza mida ya saa 8 kamili Ijumaa hadi saa 1 kabisa. Mambo yote safi kabisa tunakuletea hapa moja kwa moja mbashara, tukikuigiza ili mtazamaji wetu ukapate kuenjoy. Usisahau tu kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii hapo @Tandao TV Kenya, YouTube @Tandao TV Kenya, pale katika mtandao wa TikTok @Tandao TV Kenya, Facebook na all our social media platforms, kule kwa website www.tandaotvkenya.co.ke. Na ndipo tunaingia tu hewani katika runinga zetu. Endelea kutufuatilia basi. Siku ya leo tuko na wageni hapa, wageni wetu ambao tumewaleta katika studio zetu za Tandao TV waweze kutujuza mengi kuhusu safari yao hii ya uigizaji. Hii ni JB Production ambao wako hapa siku ya leo kutueleza mambo yao mengi kuhusu safari yao ya uigizaji, ambayo wanaendelea kufanya kazi safi sana katika huu mkoa wa Western, na kabisa wanaendelea kutuburudisha sisi kama mafans wao. Basi tunapoendelea, acha wakaweze kutuambia majina yao tu mara ya pili ndiposa tukaweze kuendelea. Acha tuanzie pale. Asanteni sana. Mimi naitwa JB Bella Official. Na mimi ni mwigizaji, director, mwanamuziki na bado editor na producer wa filamu. Kwa majina naitwa Irene Cherop. Asante. Kwa majina kamili ni Emmanuel Blessing, lakini jina la kisanii ni Blewa Official. BLEWA Official. Blewa Official. Hilo ndio jina natumia kwenye mtandao wangu wa kijamii. Ukiingia pale utanifuata Facebook kama Blewa, then TikTok ni Blewa Official, Instagram Blewa Official, YouTube Blewa Official. Asante sana. Mtazamaji wetu, hii ni JB Production, tuko hapa ndani ya nyumba. Tuko nao hapa waweze kutueleza mambo haya walianza vipi, wakafikaje katika safari yao hii ya uigizaji na filamu. Na tuko hapa na manager mwenyewe wa JB Production. Tusalamie ndugu yetu tena mara nyingine. Tuambie ulianza aje mambo haya ya JB Production. Ndio. Kama nilivyowaambia, mimi naitwa Jayden Bella. Yes. Na hii sanaa nilianza mwaka 2020. Na nilianza na muziki. Ndiposa nikaona muziki ni kitu ya kuwekeza sana, inahitaji pesa. Kwa hivyo nikaona afadhali nipige comedy, kwa sababu comedy itakuitisha tu pesa za peke yake. Labda na muda wako. Lakini vile vingine kama muziki nikaona hiyo. Ukasema comedy tu ni bundles na simu. Bundles na simu. Lakini zile zingine bora uwe na yani zinahitaji pesa tena muda mwingi. Sio usafiri, sio video, sio audio. Hizo zote zinahitaji pesa nyingi. Hasa afadhali comedy. Simu na bundles. Simu na bundles. Anajiita nani? Waambie tena jina lako. Najiita Irene Cherop. Irene Cherop. Na ndugu yetu amesema anaitwa Blewa mwenyewe. Blewa Official. Asante sana. So tumeongea Wanicheze.
Nikamwambia hapana, kama uniamini ufuatilie ndio ujue tumeenda huko. Eti sasa wanawaita vitu gani hizo hazina pesa? Mbona unaenda utapata wapi fare? Nikamwambia hapana. Mwanamke ni lazima nijipange na sitakuomba hiyo fare yako. Na ni asubuhi ameamka akaniambia sasa umefika. Nikamwambia mimi sikufikia tu ni kusafiri kwenda. Kaniambia fare ulipata, nikamwambia usijali. Mimi niko na fare lakini ni lazima nafika Tandao. Kaniambia ni sawa, wewe enda lakini ukirudi tutajua vile tutaongea. Sasa nimejipanga nikirudi tutajua vile tutaongea. Kama nakutazama ajue kwamba uko kwa masuala ya kazi. Ndio hiyo sasa. Na unafanya hii aujui mwisho wako utakuwa vipi. Ndio hiyo. Tumeona wasanii wengi sana wanaanzanga polepole hivi na huko Mungu anawabariki, wanakuwa tajika, wanaingiza pesa vizuri kabisa. Asante, pesa tunatamani tu kabisa. JB, changamoto. Ulianza na watu 21. Sasa hiyo kuna watu mko watatu na mnafanya kazi safi. Ni changamoto zipi wewe kama mwanzilishi wa kikundi hichi ambazo umeweza kupitia katika safari hii yako? Kwanza kabisa nianze na upande wa familia. Mimi na watoto watatu. Na ulikuwa hujasema bwana. Hapana. Uko na familia? Na familia ila asemi. Watoto watatu. Na ikifikia wanakutazama saa hizi? Nadhani ananitazama. Hebu msalimie kwa kamera, msalimie familia. Gani? Hapa. Hi. Niko live hapa. Ndio. Sasa masuala ya familia kwanza. Ujue mambo ya kuigiza haya yanahitaji kujituma. Na ili kujituma inahitaji ubalance gender zote. Wanaume na wa kike. Na ikifikia hasa pale kwa swala la gender ya kike, unapata kuwa mke wako anaweza kuambia sasa wewe ukianza kuigiza na hao wanawake si mtaanza hivi muanze mfanye mambo mengine. Akuamini. Niamini sasa. Hiyo ni changamoto ya kwanza. Number 1. Changamoto ya pili, tukuje hapa kwenye script. Ujue tukiandika script tuna uhakika na mtu ambaye amekuja kujiregister kwenye chama chetu na anasema anahitaji kufanya kazi na sisi. Na akahakikisha kuwa nitafanya kazi. Lakini baada ya kushuti kama episode 1-2 hivi na ule mtu anatoweka. Sasa ile shimo inabaki pending. Aina ya tatu anapotea. Sasa unapata kuna pengo hapo, sasa inakupewa tena changamoto ya kutafuta mtu urudishe hapo ama na zote zina lakini sasa turudi hapa sasa kwa mshahara. Utakuja upate kuwa umeingiza views. Kwa mfano tuseme upata views, kwa views 1000 utalipwa shilingi 30. Uniambie utapiga video ngapi kufikisha shilingi 1000 yangu, bundles yangu, editing yangu, muda wa kwenda kushuti yangu, labda zile pesa kidogo ambazo ndashika ndio nitakuja niletee mtu kama huyu ambaye ana familia. Niseme kweli leo umeacha kazi, shika nenda utafute ulishe watoto. Lakini utapata kuwa niko natoa hiyo pesa na tukikuja hapa sasa kwa hii mshahara ambayo nimelipwa 12,000, YouTube wametoa yao, Amerika wametoa yao. Sasa unakuja unapata kuwa Kenya wamekata 17% tax. Kwa hiyo 12,000 utapata shilingi 7,000. Sasa itakuwa umefanya kazi gani hapo? Changamoto kubwa sana hiyo. Sasa tunakuja tuna round off, unakuja unapata unalipwa mara moja kwa mwaka na ni shilingi 7,000. Alafu ukipiga tu hesabu ya zile bundles ambazo umetumia kupost hizo video zenye wamekata hizo pesa zenyewe, unapata kuwa wewe hauna chochote. Umefaidisha serikali kwa hiyo 17% ambayo awechawegeza chochote tatu. Mtu kama huyu ako na mume wake nyumbani. Akitoka anaambia mume wake kuwa anaenda kule kwa JB Production. Sasa akisema hivyo mimi pia nidhibitishe kuwa amekuja. Sisi tunaweza kuama upande fulani, lakini tukifika hapo usaidie. Hiyo ndiyo changamoto, hapo usaidie. Hiyo ndiyo changamoto tu ambayo tunapitia. Ndio. Tu ambayo tunapitia. Ndio. Na nimeona video zenu. Mnapiganga video zenu kule. Sasa hiyo inabidi sasa tuende tutafute mahali pengine kama msituni ama kwingine, vitu kama hizo. Kitu bigi but unakuja kwenye field
kamera na let it down ama moto izime. Sometimes unakuta kuna msanii anafika let it down ama moto izime. Sometimes unakuta kuna msanii anafika amekuja na moyo wa kuigiza. Anafika ile siku bana na kufikia amekuja na moyo wa kuigiza. Anafika ile siku bana na kufikia tu kwake hivi na kamera inazima. Ilikuwa I think ilikuwa best yangu. Ilikuwa shemeji yangu. Kamera kazima. Kamera ilizima na mimi ndo nilikuwa kwenye simu. Nikashangaa sasa utafanya aje? Yaani studio. Natumia tu laptop nimeshoot. After nimeshoot sauti natumia simu kwa sababu sina vifaa mimi. Alafu inakuwa sawa. Hivyo tu na inakuwa sawa. Asante sana. Hivyo sijawahi aminia AI. Ndio. Lakini pia saa zingine inasaidia. Ama nyinyi bado? Kwa upande wangu mimi sioni. Labda usoni, huko mbele usoni mtakuja kupatana na mambo ambayo yanahitaji mtumie hiyo iweze kuwasaidia. Sio kupatana nayo kwa sababu pia nimeona baadhi ya watu ambao wanatumia AI. Kwa hivyo ile movie ya AI na ile ya reality hazifanani kabisa. Zipo tofauti. Hata mimi nikiangalia hivi najua hii movie ni ya AI. Alijirekodi lakini AI ndiye iliedit. Ikaweka kila kitu chenye ambacho anataka. Kwa hivyo ni vizuri mimi nijiamini kama mimi. Ikuwe yangu reality. AI ipo ndio hatujui. Kitu huwa kinakuja na kinapotea. Na iweje kama itakuja ipotee? Utatumia nini? Alafu pia AI inataka video uziedit online. Sasa unatakiwa kuwa na bundles. Na tena inakuwa changamoto. Sasa video kama ya 10 GB bundles utatoa wapi? Kuedit online. So naona itakosa. So hapo kwa hela inaleta shida kidogo. Hapo inaleta shida. Sasa nyinyi kama waigizaji wa hii filamu huwa kuna kitu inaitwa script writing. Huwa mnakaa chini mnafikiria kwamba leo tuunde video fulani inakuwa namna hii. Nini huwa kinawasukuma katika hiyo script writing? Ama mnatumianga njia gani kuandika hizi scripts za hizi mambo ambayo mnatoa za video zenu? Ujue kama umezoea kufanya kitu, hakuna mtu atakuja kuamsha usingizi akwambie fanya. Wewe utaamuka tu na unaona unafanya. Utaangalia kitu, unaangalia reality yake na unasema hapa naweza toa kitu. Unaona? Sasa hii kitu sio eti yani ni kitu ambayo utafikiria kwanza. Alafu uimagine ukae chini uimagine ile story venye ina flow. Alafu ulete kwa meza. Ukishaleta kwa meza waambie wenzangu nimepata hii kitu kinaenda hivi na hivi na hivi au mnaonaje? Au kuna maoni gani utatoa hapa? Ndio nao wakae chini wafikirie wakaona hii kweli umetoa yenyewe. Iko sawa. Ama hapa hivi hapa na hapa na hapa umeenda vibao, acha tubadilishe ikuwe hivi na hivi. Na hivyo ndivyo tutaandika script. So huwa mnaandika kila mtu yake ama huyu anaandikanga yake huyo yake ama mnakaa chini mnasema tukuje na kitu fulani? Ujue wanasema panya mingi achimbi shimo. Na kama ni script inaletwa na mtu mmoja. Kile kitu ambacho kinahitajika hapo ni ushauri tu. Ndio. Ushauri tu, lakini script inaletwa na mtu mmoja. Kwa sababu ikija hii utapata kuwa starring anauawa anaacha jangili. Anauawa anaacha jangili. Sasa hiyo ndio movie aina gani sasa? Itakuwa mbaya kabisa. Ndio. Sasa after maandika script, so huwa mna major tu in 3 wahusika tu watatu script zenu, ama wewe inakuwa namna gani? Ama kuna watu wengine ambao wao mnawaingiza ndani? Unaona ikitokea mahali kama hapo script utaandika ya watu watatu. Hawa ndio main characters. Lakini kuna ule mtu ambaye nilikuambia mara ya kwanza kuwa utaandika script ya watu 4, atakuja siku 2, siku ya 3 ashaondoka. Atakuja kupita njia. Huyo atakuja akuwe kama mpita njia kwa ile movie. Ndio. So hizo ndio baadhi ya nini mnazopitia kwa kuandika scripts? Script unajua siku zote Waswahili wanasema mtaka cha mfunguni sharti ainame. Sasa pia akili unafaa kuwekeza. Kama unajua unataka kuleta kitu productive, yani kitu high quality, kitu mzuri, unafaa wewe pia unakaa chini unafikiria, unawekeza, unasema nikiandika hii script itaendaje. Unajua ufanye tu kuamka tu unafanya. Inafaa pia ujue nafaa niandike script ambaye
mzima atatazama, mtoto mdogo atafurahi na kijana pia ataenjoy kama youth. So unajua sisi ni majenzi. So inafaa script kitu ya kwanza unaandika, then uko na kama assistant director. Alafu pia kwenye script hainyooki. Script inaendanga ikibadilika. Inaweza anza vizuri kufikia sehemu mhusika mmoja akuwe mgonjwa ama apate matatizo akose kufika, utajua venye utailaisi. Yaani utajaribu kutafuta mtu afiti hapo katikati. Ndio sometimes unaona kwenye video zenye tuna shoot, huyu mhusika anaonekana, mtu anaonekana hapa, anaonekana anafika mahali anapotea kidogo. Alafu utamuona tena huko mbele. So unaona? Mavazi mengine kwenye mavazi mengine ama amepoa tena jukumu lingine. Sasa inakuanga hivyo. Script haiandiki tu kwa umoja. Inafaa unakuwa na plan B. Ukiandika hivi, umeandika hivi script iende hivi, alafu ifikie sehemu huyu mtu akose kukuja. Banake amkataia ama aseme unatakiwa kwenda sijui wapi ama ampeleke sehemu. So mtashindwa kwenye production, mtashindwa kushoot, mtafika kwenye set, director unaulizwa, "Wewe bana tunashoot nini?" Juu cameraman atakuuliza, "Wewe, kwani leo tumekuja kushoot nini?" Unasema sasa nilikuwa nimeandika mtu fulani na ametoka. So inafaa unakuwa pia ni mtu wa ku think twice. Unafaa unafikiria, unasema ikitokea huyu ameenda mahali hapa kwenye script ndairekebisha kidogo, alafu ndaipamba na italeta mandhari mazuri. So JB Production, katika hii nini yenu hii ya filamu, kuna serikali, miradi za serikali ambazo zinaendelea kufund ama zina support vijana content creators, zina support production, labda zina support upcoming these filmmakers and production hapo katika hii sekta ya filamu. Nyinyi kama JB Production mshaipata mradi yoyote ambao serikali imeweza kuwasaidia kwa njia moja au nyingine ama bado? Kwa upande wangu mimi sijaona chochote. Sijaona fundi yeyote. Haujaona hata tangu mwanzo? Na hata ukisema uende apply, ushaenda kununua kuku soko? Ushaenda kununua kuku tu kwa mtu ambaye ametoa kuku yake kwa nyumba anapeleka soko kununua? Au hakuna, uwezi pata. Kwa hivyo utapata kwa broker. Na ukienda huko kuapply zile funds ambazo unaongelelea wewe, au utapata mtu muhusika. Utapatana na watu wengine tu. Kwa hivyo hakuna namna ambayo utasaidika. Wale watu ambao watasaidika na hiyo ni watu ambao washajulikana. Unaona? Lakini kwa sababu sisi hatujawahi julikana, hatuwezi patana na huo mradi kama huo. Sasa nyinyi mnaomba haja serikali, kwa mfano administration ya William Ruto, unaweza mwambia nini? Ninyi kama young upcoming filmmakers. Sasa kwa upande wangu, unajua kila mtu anaendanga na upande wake kabisa. Kwa sababu mimi naweza sema hili, huyu akose kuridhia, huyu akose kuridhia. Sasa mimi nasema kama mimi. Ndugu yangu hapa amesema alikuwa anapiga movie ya mwisho kamera ikazima. Nyinyi mnajua amemaanisha nini? Imezima kuisha moto ama imezima nini? Kamera ilizima. Kusema kweli ilizima, sio kuzima, ilikufa. Kamera ilikufa. Mimi ndani anamaanisha moto iliisha. Hapana. Sasa ile kamera kukufa, hapo sasa ndio tuko kwa ile kiwango ambacho tunatafuta pesa tuende tutengeneze kamera. Na hapa ni 1500. Unaona? Na sisi kwa hii kazi yetu ambayo tunafanya hatuwezi kupata hiyo pesa kwa sababu wengine tupo na familia. Kwa hivyo lazima tutafutie familia ndio yenye nabaki kidogo tu save hii kamera. Na uenda magonjwa kibahati mbaya ikuje itabidi tena tutoe hii ambayo tuna save. Tushughulikie. Sasa itakuwa hakuna kutengeneza. Inaleta shida. Na mimi ningependa kusema hivi upande wa serikali. Kama ingekuwepo tu njia ambayo wangetusaidia. Sisi ni vijana, sisi ni youths. Na huwa tunajiangalia wenyewe kwa wenyewe. Studio haiwezi shinda serikali kununulia vijana kabisa. Na tukisema studio hatusemi kuwa studio ya wimbo, studio ya photoshoot ama studio ya nini. Studio inakujanga complete. Studio inakujanga ya wimbo, photoshoot, camera, video shooting, kila kitu. Hiyo haiwezi shinda serikali. Unaona? Kwa upande wako dada yangu, unaweza niambiaje serikali? Kwa upande wangu naweza ambia tu serikali yani tu support. Yani tuene tunalia juu sisi saa hii hatuwezi shoot. Juu kamera hakuna. Mko na kamera sahihi? Sahihi hakuna kamera. Iko lakini iliharibika. Sahihi
Sasa inabidi tutafute pesa ndio tutengeneze. Yeah. Sasa hivi natumia simu. Sasa imagine wewe yani nitatumia mfano gani? Wewe umetoka kwa ile maisha ya kukula ugali. Yeah. Umeenda umeupgrade. Alafu upate maisha yako imerudi chini. Na ule jirani ambaye amekuzoea unakula vizuri anakuja anapata unakula ugali. Atakufikiria Takucheka. Yeah. Yaani ingekuwa vizuri kama tungepata kamera nyingine ya quality nyingine kupita hapo, ingekuwa afadhali sana. Na wewe unasema aje kuhusu hiyo swala la serikali kuingilia kati? Mimi nachoambia serikali tu ama mtu yeyote mwenye ako na uwezo wa kutusupport financially, wajue kuna Chwele kuna Blewa, wajue kuna kikundi kinaitwa JB Production, wajue Chwele kuna vipaji, wajue yani vijana wako na talent, wanaweza fanya kitu yoyote, kitu ya kupendeza watu, kitu inaweza entertain watu, but wanakosa ile support ya kamera mzuri. Mimi kama mimi nikipata tu sahi kamera smart, kamera fiti, ama mtu anisupport aninunulie tuseme mitambo za kushuti, lights na kamera, walai ndafika mbali sana. Na pia vijana wengi unajua wanajihusisha na kunywa pombe, miadarati, wanavuta sigara kwa sababu hakuna kitu cha kuwachangamsha. Yani hakuna wako tu, yani unakuta kijana ametoka asubuhi kufika sokoni hajapata kazi, hajapata kitu cha kula. Sasa yani anaamua tu kunywa pombe. Lakini mimi ningepata tu kwa upande wangu, ningepata tuseme mtu wa kunisupport ama kusupport kikundi changu ya JB Production, tupate angalau kamera smart ama tupate ka studio mpaka katatushutia vitu smart. Vijana wengi sana hapo nyumbani mimi nimetoka na kuambia na kuapia wako na vipaji, wako na talent. Wengine wanaamua kuenda mpaka Nairobi. Yani wako na talent lakini pa kushuti, pa support hapo hakuna. So mnajua sisi kipindi tulikuwa na kamera, yani mpaka watu wengi wanataka wajiunge na sisi. Unajua hiyo time watasema waende kukunywa pombe, sisi tutakuwa tunashoot. Kitamba asema aende sasa akunywa atakuwa amesharudi nyumbani, so unaona. Sasa hiyo ndio kitu kinatusumbua sisi kupata equipment mzuri ya kushoot, yani vitu high quality, vitu smart. Na pia wenyewe watafurahi. Yani mimi ningepata muhisani ningeshukuru sana. Asante sana. Mtazamaji wetu, kama ndio unaingia katika live hii ni Tandao TV Kenya. Tuko hapa kila siku ya Ijumaa kutokea saa 8 kamili hadi saa 11 jioni kueleza mambo yanayofanyika nchini Kenya. Tunakuletea habari za sporti, habari zote za uigizaji, content creators and all other trending news in Kenya. Usisahau kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii @Tandao TV Kenya, kule YouTube @Tandao TV Kenya, kule katika mtandao wa TikTok Tandao TV Kenya, kule Facebook Tandao TV Kenya, in all our social media platforms. Na siku ya leo tumebarikiwa kuleta waigizaji wa filamu katika studio zetu ambao wanajiita JB Film Production. Pia unaweza wapata katika mitandao ya kijamii, si ndio? Facebook wapate kama JB Production, kule YouTube Jayden Bella Official. Jayden Bella Official pale YouTube, Instagram, Twitter, Jayden Bella Official. Pia unaweza kufuatilia pale ukaone kazi yao wanayoifanya, ukaone kazi yao safi kabisa, wanachapa filamu safi kabisa pale, ukaweze pia kuwafuatilia katika mitandao yao ya kijamii. Naam, tunapoendelea. So nyinyi huandika script yenu kutokana na matukio halisi tunayoyapitia ama kutokana na mambo ambayo mnafikiria nyinyi wenyewe? Do you do reality? Do you do this production from the reality of things or mnabuni ubunifu? Ujue kila kitu lazima ufikirie kwanza. Na kuna zile ambazo huwa tunapiga kulingana na uhalisia wa maisha. Kwa mfano ile movie ya Mateso. Hiyo nayo ilikuwa full uhalisia wa maisha. Ni mambo ambayo yanaendelea katika maisha. Ndio. Lakini hizi zingine naweza sema kuwa ni ubunifu ambao tunajitahidi sisi wenyewe kufanya kama sisi. Ndio. So hapo kwa Mateso kwa mfano, ni mambo gani ambayo mnaangazia katika jamii ambayo mnaelimisha jamii? Kwa Mateso ule hisia ambazo tumeziweka pale ndani ni kuwa mwanamume mmoja
alimuoa mwanamke na walipendana kwa muda mrefu sana. Na baada ya muda na kuzoeana, huyu mwanamke akaja akagundua kuwa huyu jamaa sasa nimemteka akili yake vizuri. Sasa ni wakati wangu kutake advantage of her. Sasa wakati aliona sasa advantage anaweza ichukua, akaona sasa huyu mwanaume naweza mfanya, yani naweza muweka afanye kitu chochote nyumbani mpaka ndani ya nyumba. Yani kama ni vyombo aoshe, kama ni nguo afue, yani kila kitu cha chumbani yeye ndiye atakuwa anafanya. Huyu mwanaume sasa. Na ukiangalia vizuri kuna wanaume ambao wanapitia hayo maisha. Kwa hivyo sasa kipindi huyu mwanamke sasa akazidi, ndio sasa huyu jamaa anakuja kuamka kwa usingizi aseme, hii vitu mbona kama unaenda sana? Mimi ni mwanaume, mimi sifai kufanya kazi ambazo mwanamke anatakiwa kufanya. Hiyo kazi ni ya mwanamke, kwa nini unanifanyisha mimi kazi kama hiyo? Na ikawa sasa huyu mwanaume ako na ndugu yake, na huyu ndugu yake kila mtu ako na shamba lake. Wakati huyu ndugu yake alikuja kuulizia na kumgombeza huyu mwanamke akamwambia nitakupatia funzo. Na kwa hiyo funzo alienda akauza shamba ya ndugu yake, sasa shamba ya bwana yake. Unaona? Baada ya kuuza shamba akatoroka akaenda mjini. Kwenda mjini, kufika mjini hizo pesa zikaibiwa. Sasa ikabaki hana mahali pengine pa kwenda. Kurudi nyumbani. Na huo ndio uhalisia wa maisha kabisa. Ndio. Hiyo ni mambo ambayo watu wanapitia huko nje. Yapo huko nje vizuri sana. Dada yangu hapo, ni mambo gani ambayo katika uigizaji ambayo nyinyi huyafanya ili kuleta mvuto kwa watazamaji? Tunajua sisi watazamaji tunakuanga hapo tunawatch nyinyi. Kuna mambo ambayo mnafanyanga ili appealing to the viewers, ili mimi kama mtazamaji niendelee kuangalia filamu zenu. Ni vitu kama gani ambazo mnafanya ili kuleta ule mvuto kwa watazamaji wanaowatazama? Ni vitu mingi. Kutuelimisha wenye ndoa pia. Sometimes unaweza kuwa na mume vile mwenzangu ameongea, kama mimi hapa naweza kuwa vile niko na mume, alafu mume ananipenda lakini mimi simpendi, huwa namcheat, si ndio? Alafu baadaye akikuja kugundua namfanyia kitu kibaya. Mwingine atokee nje mwenye pesa, si wanawake sometimes tunakuanga na tamaa. Atatokea na mwenye pesa, alafu huyu ndamdharau, huyu ni maskini na niende na mwenye pesa. Unaona? Hiyo pia inatufunza. Hizo pia ndio tunapitia. Na vitu mingi tunazifanya kuwavutia watazamaji na mafans wetu. Unakuta vitu mingi unakuta sasa mwigizaji kama mimi nimekaa chini nalia. Nalia kiukweli kabisa, ukiniangalia machozi mpaka yanatiririka nalia. Sasa mtu atakuja ajiulize, huyu mtu kwa nini analia? Huyu kwa nini analia? Yaani tunaita ule uhalisia. Unakuta kwenye matukio, unakuta huyu ndugu yangu amenizaba kofi. Yaani amenizaba kofi kikweli, yani sio ati nini. Jamaa ananipiga kofi. Sasa kunipiga kofi, bana. Yaani unashangaa kivipi mnashuti mkasirikia ama ufanyaje? But kwa vile mko mbele ya kamera, inatakana hapo yani usionyeshe ubaya, yani uendane na script venye inasema. Sasa nikuulize watu wapigwa kofi. Utalia sivyo? Hiyo kofi ni uchungu. Sometimes tunalianga ya ukweli but tukizima kamera. Namwambia hapo bana. Lakini mnasema mko kazini. Unajua kuna kipindi unaweza ambia ingia kwenye seti, utoe zile feelings na umeshindwa kutoa zile feelings. Itabidi tufanye kitu ukweli ndipo sasa ile feelings. Ndio. So unapiga jamaa kofi. Ananipiga kofi, unakuta nalia bana. Mpaka nikimaliza namwambia bana, hii naye ilikuwa personal. Hii uko phone pige hivyo bana. Namwambia ukweli. So na kitu kama hicho mtu akikiona atasema vijana by the way wako smart. Next time aje nikuje tena ni wasupport. So unaona? Vitu kama hizo, alafu pia unakuta kuna vitu vingi sana ambazo tunavifanya. Unaweza kukuta tuseme kwenye script wamekupea kama wewe ucheze kama mwizi. Lazima uende ukamuibie huyu. Na kama tuseme utojali kama amekula kama ajala, kama ni ndugu yako kama si ndugu yako. Alafu pia kwenye kuchiti kwenye mahusiano, kama tuseme mimi nimepewa dem,
nicheze na yeye, alafu mimi nicheze kama yani kijana ambaye nitakuwa nikiwatongoza wasichana alafu na waruka. Yani tuseme napachika mimba, mimi namkimbia, napachika. Unakuta mambo yanatendeka sana hata ukiingia kwenye vio vyetu vikua hapa hivi. Unakuta kuna msichana ametoka nyumbani vizuri, ameenda kusoma, lakini akifika huko anaishi hostel, lakini kwenye siku 30 amelala hostel siku 2 peke yake. Unaona? Sasa kitu kama hicho pia mtu akikiona kwenye movie anaohalisia. Unajua siku hizi nimekuta majenzi wanapenda sana movie zenye ziko na mapenzi. Mapenzi relationship. Unakuta kuna boys hapo nje hata ajui kukatia dem. Sasa akiona hii anasema akiona kwenye movie unamkatia mwanadada unamwambia wewe ni mrembo. Nimependezwa na wewe. Anasema basi. Anaokota maneno 2 moja. Huko nje pia atatamba nayo. Atatamba nayo itakuwa mwecheche kabisa. Itakuwa mwecheche kabisa. Sasa ndugu yangu. Ndio. Asa mashabiki wenu sasa. Mnajua mko na mashabiki wengi kabisa ambao mkiingiza kuna ile comment section. Na tumesema kwa hii dunia hawezi furahisha kila mtu. Ndio. Si ndio? Kuna wale mashabiki wenu genuine wanawapenda kabisa, wanapenda kazi zenu sana. Na kuna wale ambao wanaingia comment section wana demoralize, wanawatoa roho kabisa. Wanaongea chafu hapo comment section. Wanaongea chafu. How do you people deal with those negative comments? That's what is negative. Unajua wanasemanga ukipenda mti penda na ua lake. Ukipenda mti penda na ua lake. Nafanya kile kitu ambacho kinanifurahisha mimi. Na kama wewe unapenda kazi yangu basi unikubali mimi. Na kama ufurahishwe na kazi yangu wewe haunipendi. Sasa mimi nikipiga kazi ukuje ukomendi vibaya sitakujibu, sitafanya chochote. Cha maana unanifuatilia. Anakufuatilia. Cha maana unanifuatilia. Yeye anakujua. Cha maana anakujua. Ananijua. Cha maana unanifuatilia. Sasa mimi nikifanya kazi wewe penda kazi yangu. Na kama uipendi ni sawa. Lakini kama pia unataka kunifuatilia wewe fuatilia niendelee kukuchukiza kabisa. Unaona? Ndio, hiyo ndio uhalisia yani. Kama yani mimi nikifanya kitu kije kikukere. Ndio kuna kipindi nilipiga kuna movie fulani hii Mateso. Nilipiga hii movie ya Mateso. Na kuna jamaa fulani akaja comment section akaniambia bwana hii kitu hamjaandika vizuri. Unaonaje tufute alafu nije na script tuanze nyingine? Nikamuuliza wewe hivi una akili kweli? Ati anakuambia aje? Tufute alafu tuanze afresh. Mko mshashoot. Tushafika episode 11. Hapo ananiambia tuanze. Nikamuuliza wewe una akili? Wewe kama una script nyingine ya Mateso wewe enda uandike ushoot. Lakini sio uniletee mimi. Hii ni story nyingine na hapo ni nyingine. So mambo kama hayo inawa na wewe kuna mambo ambayo wewe mnadeal aje na hizi vitu za negative comments? Mengi sana. Yaani unaweza kaa chini ukafikiria, yaani unaweza toka online kidogo kurudi ukiingia comment section wa Kenya. Yaani mtu atakuachia hapo comment matope kabisa, utashangaa. Yaani umeshoot kitu smart kama hii. Umechukua muda wako, umeingia studio umeiedit. Umeiona kitu ni smart but ukiingia comment section wow. Sasa hapo kwenye hisia ndio nilikwambia mara ya kwanza maji ukishayavulia nguo ni sharti yaoge. Sasa kwenye kushuti pia nilijua ndio expect watu ambao watanipenda lakini pia kuna wale ambao watakuwa chuki. Yaani kuna movie zangu labda watapendezwa nazo. Alafu pia kuna mmoja kwenye kukomendi labda anajipea umaarufu fulani mimi sijui. Anaingia kwenye comment yangu kwenye posti zangu ana comment vibaya. Labda anajipa umaarufu, kujibeba nini mimi sijui. Lakini kwenye uhalisia mimi navichukulia kama ni vitu vya kawaida tu. Yaani naichukulia kama kitu kidogo kwangu sana. Kwa sababu mimi nilitegemea sana kuna wale ambao mimi kazi yangu itawafurahisha na kuna wale ambao pia watataka ubinafsi. Yaani wataingia kwenye comment yangu ama wataingia kwenye kazi yangu, watakuja kuniharibia jina ama watakomendi matope. Labda wadhani watawashirinikiza na watu wengine waache kunisupport. Hiyo nikwambie tu kiukweli, mtu akishaamua kukusupport hivi aseme mimi nimependelea huyu kijana, atajinyima sana na atakusupport. Hata mtu mwingine akienda pale aseme ati amekomendi vibaya, bado tu mtu atakuja siku yenyewe na atakuwatch tu tena. Na mshaipata washabiki yule ambaye anaona video yenu anaguzwa, anasema acha nitafuta vijana hata leo ni wa surprise na kitu. Unaona anakuja na surprise. Mshaikutana na mtu kama huyo so far?
Wapo. Na kusema kweli ujue nabii ana heshima kwao. Kwa hivyo sio hapa ndiye atakusupport vizuri. Kwa mbali. Nabii ndiye atakusupport. Na mimi niko na rafiki kutoka England ambaye ana watch video kuanzia dakika ya kwanza mpaka mwisho. Hata mimi nikiangalia hivi nione kweli imenibo, lakini yeye atahakikisha anakuhesabia kila kitu kwa kila dakika, anakuambia hapa umeenda hivi, hapa hujapiga vizuri, hapa iko hivi. Hao ndio mashabiki wa kweli kabisa, ambaye yeye akitoa script hata anaweza piga kwa niaba yake. Dadangu, wewe una handle vipi these negative comments in social media? Unapoangalia hivi unaona wenyewe umechapa kitu safi kabisa, lakini watu mtu tuna akili yake timamu tu unasema hii haibambi nini, wewe unachukuliaje mambo kama haya? Hata tunaweza enda mbali kwa familia yangu mali nimeolewa. Wakati waliona kuna mama tu mmoja rafiki yangu akakuja akaniambia hata hujui kucheza, hata ibambi. Unaona? Sisi ni kama yeye alikuwa anahakikisha anifunje moyo kabisa. Na nikasema kama haikubambi kuna wengine inawabamba. Lakini wakati vile imeanza kuendelea nikaenda soko hivi, boda wengi wananijua, unaona? Nao ndio kwanza siku moja nikaenda soko. Boda mmoja akaniambia shika mama hii so moja uende ukunywa soda yako kazi yenye unafanya. Ndio ilifanya kumbe hii kazi itanilipa. Unakuwa na motisha. Lakini sisi wenyewe wanatufaidisha sana neighbors na familia. Sasa kwa familia. Kwenu sasa achana kwenye mwoleka. Natumai una baba na mama ama? Hapana, niko tu na mama pekee yake. Uko tu na mama? Mama, uko na familia ndugu, mandugu? Wanachukulianga vipi kazi yako na upande wa kwao? Huwa wanaona kazi yako ambayo unafanya? Niliwaambia na nikawaelekeza iko hivi. Sasa brother yangu mmoja ndiye alinipea moyo. Akaniambia dada, kuna vitu mingi tulikuwa tunaona hata kuingia tu kwa TV si rahisi. Akaniambia na wewe ulifaulu aje kuingia hapo. Na nikamwambia ni neema ya Mungu, si mimi kabisa. Akaniambia sasa unafanya nini? Usikufa moyo. Endelea na ungangane. Hata mwanaume akisema leo hivi, nyamaza na uende shughuli yako. Na nilishukuru kwa mawaida ya brother. Sasa anakusupport kabisa. Ananisupport. Tena ananiuliza nimefuatilia kazi yenu kwa sawa, umeanza kushika sasa rada, unaona? Nyesi ndiye naendelea, lakini jirani bana wananishangaza. Jirani yako lakini hakutaki. Kwanza ikifika Friday wanakaa tu, lakini watakwambia hapo niliboeka sana. Nini napanga Friday kwani? Friday ni omna. Friday umesema? Kuna kipindi chetu huwa kina rani siku ya Ijumaa saa 1:30. Ndio. Wasa huwa wanawatch. Alafu anakuambia tulikufuatilia kuna mali uliniboesha tu hata kunibamba hata nikasikia tu kulala. Unaona? Lakini ukikutana na mwingine anakuambia shikilia tu hapo. Si wote. So mimi naona una take that positive comment. Unaishika kabisa. Unaendelea nayo. Na yao negative pia ujue si kila mtu anakutokea kwa hii dunia. Si ndio? So wewe tu ni kufocus consistency. Na itakuwa sawa. Na wewe ndugu yangu uliniambia uko na familia pia. Natumai pia uko na familia nyumbani kule kwenu ambako umetoka. Wapo. Wewe wanajua unafanya kazi hii? Ndio. Uliniambia ulitoka huko kama unakuja utafuta huko kazi. Ndio. Wanajua kuwa naigiza, mimi ni mwigizaji tena ni mwimbaji. Na hapo mwanzoni hawakukuwa wananiunga mkono. Hapo mwanzoni. Lakini ilifika mahali wenyewe wakaja na wakaanza kuniunga tena mkono. Kulingana na ile kazi ambayo naifanya. Mwanzoni hawakuwa wanakuunga mkono. Ndio. Kwa nini? Kwa sababu ya nyimbo zile ambazo nilikuwa naimba. Ulikuwa unatoa nyimbo gani? Nilikuwa natoa nyimbo za bongo. Za mapenzi. Na kama unavyojua mambo ya bongo kama yanavyokuaga. Naelewa. Sasa hizo nyimbo ndizo ambazo zilikuwa zinafanya hawanisupport. Lakini kafika mahali nikaanza kutoa nyimbo za hisia, uhalisia wa maisha na gospel. Ndipo sasa wakasema basi. Hapo ndipo sasa mahali ambapo unatakiwa kuenda. Ulikuwa unatoa di gospel? Sio ile njia nyingine. Umetoa di gospel? Ndio, nimetoa mpaka gospel. Uko na nyimbo ngapi so far sasa hivi? Sasa niko na nyimbo around 7-8 hapo. Asante sana. Kazi mzuri. Wewe pia najua. Okay. Baada sasa uko ni nyumbani na kwenye huko sasa uko na watoto, uko na bibi. Pia najua na kusupport.
Vizuri sana. Wananisupport tena vizuri sana. Mentally kila kitu wanakupea mawaidha, kila kitu. Unafeel vizuri. Ndio. Na wewe ndugu yangu? Mimi wananisupport lakini sasa negative yani unakuta sometimes watu wa nyumbani ama majirani unakuta mtu umeshuti vizuri lakini mtu badala hata aone hata video tuseme ameochi kama leo Friday saa 1:30 badala hata akuja aanze na kukusupport ama kukusifia aseme kazi mzuri, kitu ya kwanza ni kukuvunja moyo. Anafika pale anakuambia sasa hii inawalipanga nini? Sasa unapata amo nini? Sasa yani anakuuliza maswali zingine sasa kukukatisha tamaa. Sasa sasa hii kazi yako unapatanga aje pesa? So unaona? Yani mtu badala hata afike pale aseme nimeona kazi yako si mbaya ama nimeona kazi yako iko hivi na hivi. Lakini sasa unakuta watu wa majirani hawa na watu wa familia mostly. But mimi sisemi kama watu wa familia wamenivunja sana moyo. Wamekuwa kitu kikubwa kunisupport sana. Hata nilikuwa nimewaambia kuna dadangu nikamwambia pia ako huko Uarabuni nikamwambia mimi niko na show kanisupport, yani sio nini kanisupport sana. So watu wa familia si sana, ni majirani tu ndio unafika pale unakuta mama ama baba badala ya kusupport kitu ya kwanza anataka kukuuliza ni baie soda, mimi ni fani wako. Ni baie soda. Sasa unashangaa unatoa wapi pesa? Ati mimi fani wako niokolee. Ati mimi ni fani wako ni baie soda. Sasa utatoa wapi pesa na labda hata umekuwa tu kwenye shughuli zako tu uko unatembea tu. Sasa unaona sometimes inatonyima mpaka uhuru. Uwezi kutembea tu kila sehemu kwa sababu yani ukifika sehemu mtu anataka atumbaie soda. Sijui anataka kumfanyie nini. Na nyinyi bado mnajaribu. Na sisi bado ni upcomings, bado tunangangana kwenye hii sekta tunaforce. Unakuta jamaa anakuvunja moyo tu anasema bana sasa hii kazi yenu sasa unaona utaziweka tu na hauna kitu. Sasa unaambia bana mimi nilipojitolea kufanya hivi acha tu mimi nifanye kazi yangu. So mashabiki wenu kuna kitu sahihi na wako on? Is there anything you are working on right now? Mimi muda wote nasema usione simba amelala ukadhani amekufa. Ukadhani ni paka. Simba amelala ukadhani amekufa. Yule simba bado yupo hai. Na kwa kupanga mipango zingine, mipango tunazo na bado tunapanga. Na bado tunaendelea na bado tunaendelea kupanga zile script zetu. Na iwapo Mungu atatushika mkono vizuri tuitengeneze hii kamera yetu. Nakwambia vitu ambavyo vitatokea sio mchezo. Mashabiki watarajie mambo mufti kabisa. Mashabiki watarajie mambo. Na mpaka wale mahaters wetu pia. Watarajie. Watarajie. Najua wao wanatufuatilia tena chini ya maji. Na hawezi kuja kukuambia kuwa na kuangalianga. Najua wanaangalianga, lakini ukikutana naye kwa barabara anajifanya hakujui. Lakini nawaambia hivi wajipange. Vitu ambavyo vipo njiani yani tumejipanga, tumejipangia. Mtu kama mimi sasa ukiingia kwa nyumba yangu ni kama library tu ya mascript zimejaa tu kwa meza, yani ukiingia hivi zinakukaribisha mascript zimengoja tu kamera. So sasa hivi tunangoja ni kamera. Ni kamera kamera tu. So it take how long bila kamera? Sasa hivi imetutoka around 2 months. Nadhani miezi miwili. So miezi miwili hamjatoa filamu. So mnafanya nini? The 2 months mmekuwa mkifanya? Ni training tu na kuandika script. Unajue ukiwa mwanajeshi hata ukisimamishwa kazi ufai kuacha training. Hiyo ni zoezi lazima upige muda wote unaweza itwa kazi. Sasa sisi huwa bado tunashikilia tu, ni venye tu hatutaki kupiga na simu kwa sababu ile quality ya simu na kamera ziko mbili tofauti. Na kama venye iko YouTube ikizoea quality ya juu alafu ulete quality ya chini uweke inaua audience kabisa. Na mtapata views zinapungua. Yaani unaona sasa hii kitu imebaki ni kamera tu. Hata wewe kesho shuka chwele useme bro nimekuja na mnachapa kitu safi. Kitu mara moja. Aisee utapenda. Naomba sana kama kuna mtazamaji yote ana watch na akona uwezo kwa support. Kaweze kufikia JB pale mitandao ya kijamii, si ndio? Kaweze kwa support wakapate kamera waendelee na kazi yao, itakuwa fiti sana, si ndio? Ndio. Sasa kuna upcoming vijana kama nyinyi pia ambao pia wako na talanta kama zenu za uigizaji na filamu. So hao pia wako kwa hii njia wanafikiria pia mimi siku moja nataka nikuwe mwigizaji wa filamu. Mnaweza waambia nini? Hii safari iko namna gani? Tuanze na mimi cha kwanza ninachotaka kuwaambia hii safari
ndio ni mrefu, lakini wa expect changamoto zipo. Wasianze tu wa expect matunda. Hapa hatuko kwa Garden of Eden. So atarajie tu kwamba watakapoingia kwenye hii sanaa kuna changamoto mingi sana. Na wawe ready kuziforce, yani kuziface. Wakuwe tu ready wakijua nikiingia hapa kwenye kushuti kuna changamoto. Alafu pia mimi nataka niwaambie kitu cha kwanza. Unaweza kuwa uko na kipaji, uko na talent, but maybe mahali unashutia si sehemu saa. Yaani mahali una post video zako si place poa. Wewe unaweza kuwa unashinda hapo unashoot 10 years, unasema mimi nilianza kuigiza kitambo 10 years, but maybe video zenye ulikuwa unashoot ulikuwa unapeleka mahali penye yani hakuna pale hakuna haiwezi kuviews, unaona. Haiwezi. Tuseme ukwenge na tuseme unauza mazao uko, tuseme uko mahali wanauza mchele na wewe unaenda kule, yani uko tuseme ni soko tu, soko ya michele hapo ndo zinauzika sana, si ndio? Alafu unaenda pale unaanza kuleta vitu zako, unaanza tuseme una import their new product. So unaona watu hawatazipenda, utakuwa mwisho wa siku zinaharibika, kama ni nyanya zinaharibika. Sasa pia hii talent pia unaweza kuwa una shoot lakini mahali video zako zinaenda walai zitakuwa zinaharibika tu, kama yani zitakuwa zina waste. So inafaa kuwa pia na platform na pia utafute connection. Walai bila connection utoboi. Unafaa utafute pia platform, hizi video zako zinafaa siende wapi na mahali penye nafanyia kazi video zangu ziko safe, ziko mahali penye watu watawatch, ziko penye mahali ndapata viewers. Unaweza kuwa una shoot unapata comment, kumbe comment zenye unapatanga ni za bro yako, girlfriend yako na mama yako. Sasa unaona hapo utakuwa una waste content au attract audience au attract audience. So pia inafaa pia ujue usalama wa content yako. Mimi kama nikishuti hii content yangu iko safe, inaenda pale pazuri, itanipea viewers, ndapata mfadhili, ndapata mtu wa kunisupport, ama nitakuja siku moja nijiunge kwenye production kubwa. So unaona hapo inafaa tunaazimia maendeleo kabisa. Na wewe dada yangu, nini unazaambia vijana ambao pia wako na motisha kwa maybe siku moja wako pia production kwa hii katika hii taaluma yenu ya hii film production? Mimi nawaambia tu hivi, hii talent kama uko nayo si mbaya, talent mzuri. Juu pia mimi hata niko na mtoto wangu pia mdogo, na wao pia tuna naye. Hii talent inafaa tuichochee sana. Kama mwenye anatutazama huko nje, uko na talent, hata kama wewe ni mwanamuziki, yaani kuje tu alafu ujiunge. Ujisikie tu iko aje, jaribu tu. Usisikie watu. Ndio kuna changamoto na usikuwe na roho yani mtu wa kukasirika. Juu kuna vitu zingine director atakwambia kugombanisha hapo umeenda vibaya. Ukikuwa mwenye unakasirika hapana, huwezi make. Nawaambia tu msikuwe, yani tukikuwa na hizi talent tusikuwe na hasira. Tukue watu wenye tukue funny tu na kila mtu. Kabisa. Na wewe ndugu yangu unaambiaje upcoming kama nyinyi bado ambao mnaazimia mambo makubwa huko mbele? Mimi ningependa kuambia upcoming kuwa usichukizwe na kitu chochote. Wewe ukiwa content creator, hata mtu akuje akutusi, ichukulie tu kama a joke. Usiwe mtu wa kukasirika. Usiwe mtu wa kugive up. Usiwe mtu wa kupost video unaona imepata views 5 na una give up. Hiyo sio life ya kuwa content creator. Consistency. Content creator ni kustruggle. Sio kitu yenye unaingia industry leo ati kesho una expect uvune. Utaambiwa utahitaji subscribers 1000, ungangane ufike 1000 na kumbe uko na watch time 200 na inafaa 4000. Sasa ukiangalia hizi vitu vizuri ukiwa upcoming itakumaliza nguvu. So mimi nasemanga usilalie talanta yako. Kama uko na talanta piga mpaka vitu yenyewe ikubali. Kuna vijana wengi huko nje wako na talanta lakini hawajiamini. Wamekalia. Yaani ni ile anajaribu ku take step 1 akiona ni kama inatingika hivi anatoa mguu anarudisha chini. Hivyo sasa mimi nawaambia wasigive up, waendelee kupiga content. Hata kama haipati views inapata 0 views, wewe piga tu. Kabisa. So tunapomalizia kuna zile your favorite parts in theater. Je, kama unakumbuka your favorite part? Nataka tu mnichapie tu dakika 2. Kila mtu dakika tu moja tuka your favorite part kama ukiingiza tu. Na hiyo hisia yako tu ile your
Your favorite part mkiigiza. Sasa ni chape kama peke yangu ama tukiwa So, nyinyi mnaona aje? Nataka chape peke yako kama mkiwa wote. Mkiwa wote. Mimi naweza piga peke yangu, naweza piga mkiwemo. Nyinyi ndio mtadetermine. Haya. mimi favorite part ni tuseme nimejenga set yani azin tuseme mapenzi yananitesa sana. Tuseme mimi nimepata mtu ambaye nampenda ila mimi anipendi anapenda mtu mwingine. So hicho kitu kinanivutia hisia sana. Yani itakuwaje mimi nampenda kama yani nampenda huyu demo ila mimi anipendi anapenda mtu mwingine. Sasa yani hapo kwenye hisia sasa. Yani itakuwaje? Hapo kwa hiyo script ya huyo jamaa, wacha tucheze kama watu wawili tunaompenda, lakini yeye anatucheza. Si ndio? Dakika 2 basi. Hapo kitu. Dakika 2. Chora ya haraka. Sasa tucheze na huyu dada yetu. Yani sasa wewe igize ni kama haututaki. Haututaki. Yani unatutaka utake moja Alafu mimi itakuwaje mimi nakutumia pesa kila siku? Leo nimekutumia pesa. Jana pia nilikuwekea pesa. Lakini mbona hutaki kuja kwangu? Kila siku unakula nauli yangu tu. Sasa wewe unasemaje kaka yangu? Mimi wakati mimi nawekeza pesa yani kila kitu ambacho nakifanya nakiwekeza kwa ajili yake. Alafu wewe umekuja tu kutoka from nowhere unakuja kumwambia kuwa unampenda. Ajili yake vipi bana? This is my baby. Bali mimi nampenda. Niko tayari kufanya chochote. Sasa itakuwaje unaniambia kwamba unampenda huyu? Hebu niambie, unanipenda mimi au unampenda yeye? Basi kachague mmoja. Mimi kusema kweli nimechoka mimi. Siwezi kuyamwagilia mbolea mahindi ya jirani bana, hapana bana. Wewe amua kitu kimoja kama utakuwa na mimi ama huyu. Nataka nijue ni nani ambaye unampenda. Kama unipendi basi uniambie mimi niondoke zangu. Hapana bana. Haiwezekani. Alafu pesa zangu utarudisha. Umekula fare jana. You have eaten a lot. Yaani umekula sana bana, Subiri nikuulize. Yaani mimi niuze shamba langu kwa ajili ya huyu. Ni pesa ngapi zako ambazo umempatia? Mimi nipo radhi kabisa kukurudishia pesa zako. Unirudishie pesa zangu? Ndio. Unirudishie kama nipo radhi kabisa kurudishia. Nataka mwenyewe anilipe pesa zangu. Sasa anakulipa dada, nisikilize. Sijui kama tutakukata katikati tukugawane, ila mimi nataka pesa yangu bana. Hebu amua basi. Nataka pesa yangu. Kesi iishe mara moja. Basi. Chagua mmoja. Huyu ama huyu. Yaani unamchagua huyu kwa sababu ana dread, Nini mbaya? Mchague basi. Sisi nikachukua kati yenu. Mungu wangu. Kula na siwapendi. Sasa ni mambo gani? Aisee, wanawake ni watu wabaya sana. Yaani wewe ni wa kuniambia mimi haunipendi? Sikupendi. Wewe ni wa kuniambia mimi haunipendi? Baada ya kufanya kila kitu ambacho wewe ulihitaji. Nikakununulia magauni, nikakununulia pikipiki, nikakununulia kila kitu. Wewe ni wa kuniambia mimi kuwa haunipendi? Haya, sawa. Mbona ulikubali kukamlisha nyumbani? Usilie ndugu yangu. Huyu anataka kulia tu kwa sababu ya mambo haya ya mapenzi. Hawa wamekuwa ni JB Film. Sasa tukimalizia. Kamera ndio hiyo. Hilo utanipa fursa nikawasalimia. Wasalimia haraka dakika moja yani. Angalia pale. Sawa. Kwa majina nilikuwa nimemwambia mimi naitwa Kaka Blewa. Kwanza kabisa ningependa nitoe shukrani zangu kwa Tandao Media. Kwa host hii interview pia nimeshukuru sana na nashukuru Mungu pia kunisaidia kufika hapa. Mimi kwa majina najulikana kama vile Emmanuel Grace, but jina la kisanii ni Blewa Official. Jina la kisanii ni Blewa Official, BLEWA Official, Blewa Official. Mimi ni director, mimi ni producer, mimi ni scriptwriter, naweza igiza kwenye lugha yoyote. Pia script naweza kuandika. So mnaweza kunifuata Facebook kama Facebook page ni Blewa. Then TikTok ni Blewa Official, YouTube ni Blewa Official. Pia nyumbani kule ningependa kutuma salamu zangu. Sijui kama utanipa nafasi. Ati sekunde 5. Sawa tu. Na kuzingatia. Tukitoka hapa tutamalizana mimi na wewe. Utaniambia kwa nini umenipenda. Sawa. Ningependa kusalimia Jemo Classic kule Ichwele, Mama Njogu. Ningependa kusalimia babangu Patrick akiwa pale Msema Village. Ningependa kusalimia ndugu yangu pale Ichwele Joseph Kajairo. Ningependa kusalimia pia aunti yangu Tunu. Ningependa kusalimia pia majirani, watu zangu za nyumbani kule China Maondo. Chwele location mpate salamu zangu. Kabisa. Ningependa kusalimia Pendikito akiwa Nairobi.
I am Jose. Asante sana. Mimi nataka kusalimia tufani wangu wote wenye wananisikiza na wenye wananifuatilia, na washukuru sana, tunawapenda. Nataka kusalimia familia yangu, brother yangu mali alipo kule Mount Elgon. Nawapende sana, Elias Kipsang pamoja na mama yangu mzazi. Nikuje mali nimeolewa, siwezi sahau mume wangu. Nampenda pamoja na watoto wangu, na wasalimia sana, na majirani hapo police station Kandini hapo wenye wanatufuatilia. Tunatamani muendelee kufuatilia hivyo, tunawapenda sana. Msichoke na sisi. Karibuni. Big up. Mke wangu Diana. Love you so much bwana. Nakupenda kama kitu kingine bure. Na kumbe ni hapa Ningependa kuwatumia salamu zangu mimi kama Jayden Bella Official. Kwa mitandao za kijamii mnipate kama Jayden Bella Official, TikTok, X, Instagram, YouTube ni Jayden Bella Official. Na ningependa kuambia kuwa endeleeni kutufuatilia. Sisi kukaa kimya sio kwamba tumekwama. Bado tunatengeneza content na tunatengeneza kitu kingine kubwa zaidi kupita hapo. Kwa hivyo msigive up kutufuatilia. Asanteni sana kwa kutupa support yenu. Mitandao ya kijamii wanawapata aje? Wewe? Mitandao ya kijamii mimi unipate kama Jayden Bella Official. YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, mpaka X. Jayden Bella Official. Asante sana. Asante sana. Kwenye mitandao ya kijamii bana, mimi usinitupe nje. Kwenye mitandao za kijamii mnipate kama vile Blewa Official, Blewa Official. Endeleeni kunisupport, na shukuru sana na give thanks kwa all my fans. Pale Chwele nimewakilisha sana. Chwele niko located, mkiniwatch sana, mkinisupport pale Tandao TV, na pia kwenye mtandao wangu Blewa Official, BLEWA Official, YouTube, TikTok na Instagram. Asante sana. Asante sana mtazamaji wetu. Jinsi unavyoona hii imekuwa JB Film Production, wenyewe wamekuwa hapa ndani ya Tandao TV The Let Out Show, wametuambia mambo yao yote. Make sure umewafuatilia katika mitandao ya kijamii ukaweze kujionea wenyewe mambo hayo ambayo yanayofanya. Wafuatilie katika mitandao ya kijamii yote JB Official. Sasa pia hapa katika Tandao TV tufuatilie at Tandao TV Kenya in all our social media platforms at Tandao TV. This is the Left Out Show, and mtazamaji wetu hatuna mengi ya kusema. Tunarudi kuendelea in short while. We are coming back here with our Let Out Show other hosts. Imekuwa mzuri sana. Tupatane in a few.